Karibu Sangida TV. Happy New Year for the first time Gigirable Sangida TV. Baada ya holiday kubwa tena sana. Ndarigindi yaro laba lugini olari longa lifuniari utigitam oile. Terwa Sangida TV, welcome back to Sangida TV Lunganagle Baringo, Samburu, Laikipia, Kajiado, Narok, Diaspora, Tanzania. Lunganago shingor Sangida TV. Habari ya mwaka mpya, amoni nyarara interview dogo ya rarena ya tu olari longa lifuniari utigitam oile. Terwa Sangida TV ni mwamisi sana. Kage ore rara tiatua Sangida TV kigira aitarunya na interview tendoki naikiloi tureyie kidogo amu ila jo keeta ntokitin noshi ake niningo ito ninga keeta entoki naji Illuminati. Keeta iltung'anak ojo keeta Illuminati netii lojo meetai. Kake keeta loiriruani naa kejo maita damunoto oltung'anak. Neetai inkera ormaasai naatejo matijing sasa wanajitoa. Kumbe unaweza ingia na utoke. Tiatua Sangida TV neeku kiriamari kigira ning'ina story. Ore oltung'ani taata likiata tiatua Sangida TV na keji rungu moja. Ako wapi? Wacha na Nyamboga alete sasa. Jamaa mzito sana mumemuona. Kage ore rara story yenye itasua kidogo. Na kuna Karada. Yes. Watu wa Narok, Kajiado, Samburu, Laikipia, Iltiamus, Tanzania, o Diaspora. Karibu Sangida TV. Vipi isi? Safi sana. Unajua? Ambia my friend. Yeah. Utajificha wapi? Kwani? Habari hii rungu? Hii ndio inaitwa rungu. Mimi ndio Masai na hii ndio rungu. Unapiga unyonyo bwana. Kama bwakare bwana. Kama umejua. Kumbe kuna mtu akunywi maji. Hakuna mtu akunywi maji. Maji ni uhai my friend. Yes. Kitu ambacho nakwambia hata ushaiona mahali ukiingia kwa kitabu leo ushaisikia mahali maumbile ya maji. Maji ni uhai. Maji? Uhai. Yeah. How are you bwana? I'm fine. Keja? Sida hiyo lenga taguai. Imekuwa muda bwana, tumeongea tu kwa simu. Kwa simu. Hata Yesu Joshi Sangida TV. Sangida kutoka wakati ulikuwa unafanya comedy. Damu inakata? Ya sasa comedy ukifanya nini vizuri ile. Tulikuluka na jonga ile. Yeah. Yes. Kaji na Joseph Muriaso kuyo na aimwa na Narok. Joseph Muriaso olole kuyo. Yes. Na aimwa na Narok nguje shina ji Orgos. Enabelbel. Na kini kawaida tunakuja shamba la mawe kugonga kokoto sawa sawa. Awali ujina Nairobi ni nyeji shamba la mawe. Shamba la mawe. Lazima utoke. Na unajua hii kitu inalingana na malezi yako, environment. Yes. So my environment iliniruhusu naluta. Yes. Alujua nguruma vizuri. Ejegi Joseph Muriaso kuyo. Lole Muriaso. Lole kuyo. Oh. Enkarnai kona Joseph. Yes, Muriaso. Olole kuyo. Oh, Muriaso. Ore Muriaso ne me family. Me family. Ore kuyo na family. Na family. Kaji dia na ngole kuyo. Sababu na ngole. Ndio Busumoru. Ndio Busumoru ile Mau. The Mau. Yes. Hiyo ndio boma ile kubwa kabisa. Ndio ngaya ngoja najia na Belbel. Na yenyu iko wapi? Yetu iko Kisiriri. Mahali inaitwa Kasanga. Ilita ndalo kama unaenda moto nyi unapanda hivyo. Ukipitia moto nyi unakuja kabisa mpaka mahali inaitwa Yorangito. Unakuja kabisa mpaka Kisiriri Center. Correct. Ni wa wetu Enabelbel. Yes. Nejenge ngoje nga barabara sinalombaka anasoya. Sasa kwa hiyo barabara mahali inaitwa Kasanga. Yes. Uenga na Masai Rungu. Masai Rungu na nini ya stage aka Masai Rungu. KKA Masai Rungu. Yes, kanyaba bigire jogi Masai Rungu. Nani wala hiyo nilijipatia jina ndo jogi akija nafasi bado shulda da ndogi ngoto. Ngoto ndo shulagi Kiswahili yote. Kwa sababu hata Chinese. Bora nasna ka aidor go bana no comedy no 2011. Asira ile mtaani ABCD na CD na akatoboa nilikuwa na shida sana ya kuitwa jina Muriaso. So na nikasearch another name ambayo itakuwa rahisi kwa watu kunishika haraka. So jina ambalo nilikuja kujipatia no 2017. Amu nilijita mimi Masai and the idea ikakuja ya rungu. Kwa sababu hii rungu nilibarikiwa na mtu. Correct. Mtu ndo alinibariki. So nikaona kwa sababu rafiki yangu hatuwezi tukawachana na tujai wachana. Tuitwe sisi wote kitu kimoja. Yes. Yes sir. Negu ilitokana na rungu ni hapa na Masai katoka na mimi. Yes. Yes, kwa sababu siwezi nikasahau watu wetu bwana.
Ukasomea wapi baba na wazee? Mimi story yangu ni mrefu sana bro. Na kajo leo ndio nafasi nzuri ya kuelezea watu wa nyumba yetu. Tulikuja pale. Ni nani? Yes. Kwa wanano? Wewe baba. Mimi maisha yangu tuseme kore Mungu akitaka kukutumia, yes, lazima anakupitisha mambo mingi correct sana. Na mimi sikuweza kusoma, mimi sijasoma my friend. Ama class 3 liver. No, kwa sababu si ni wale watoto ambao tulikuwa upande wa Urgos. Ukiwa Urgos kuna mchanganyiko sana ya kabila mingi sana. Yes. Kuna Kikuyu, Kisii, Kalenjin nini. So kwa hiyo harakati environment ikaleta shida kidogo, nikaanza kuwa mtukutu. Yule tabia ya watoto watukutu kwa kijana kadogo. So hiyo kunileta kwa hiyo harakati ilifanya nikasumbua sana, kwa sababu my mama alikuwa ameoleka akarudi nyumbani. So nikampatia mawazo mingi sana. So ilifika a point that nilipelekwa approved school. Kutoka 204 na leo approved school ngoji na Kabete. Nikasomea Kabete, nikakaa huko, mission nikapelekwa rehabilitation mpaka 207 nikatoroka. Ama rabiki wa rehabilitation ndakara inyo. Adanya sugul. Sugul mayu. Ni yako sasa ni usaidizi ya maadhi. Yes. Nige Kabete. Na ya Kabete. Ngai sugul ngiri jela ongera. Yes. So nilifungwa jela ya watoto na dhoni goji larini uguni. Nice. Nikutoroka mimi nilitoroka jela ya watoto. So kwenda Narok nikashikana na bad company. Na hapa ndio natakanga vijana wengi na youth sana watusikize sana. Yes. Kwa sababu the company ambayo unatembea nayo tutakuja hapo. Huwa inamata sana. Ukatoka shule. Nikatoka shule. Yes. Nikakuja Narok. Ndilo Narok. Nikashikana na kampani mbaya. Kampani mbaya? Yes, ya magaidi. Ya magaidi? Ya wezi. Ni agurburishoi? Na agurburishoi. Nyaba iburo? Kwa wayok Mabeta pole. Maida rota vile ulianza wizi ya historia yako ni mbaya. Yeah. Kitongo bwanga piga. Unasema nini wewe? So mimi umepiga maji? Nimepiga maji. Mimi nilishikana na group ambaye Narok, kuna time kulikuwa Narok Town yes. Sisi tumelelewa Narok Town. Niago kulikuwa na group sana ya wahalifu. Kalari rele 207. Yes. Ndio nimetoroka shule only 2 weeks tayari tayari ya group tayari ya wizi. Ni raraja? Kira Oguni. Oguni. Yes. Na Masai? Mer Masai dukogoyo. Rugogoyo. Na uya gor Masani. Nani wake? Ni agugurburisho. Bas. Niago tulikuwa tunaiba mimi, lakini mimi sikuwa naiba, nilikuwa natumika kama kitu inaitangwa kisugu. Yolo kisugu nyeji kisugu. Kwa hiyo kisugu kwa hiyo nilo enkampi onjeshi. Nebo dolo ngidhia jina vi sumara mahali. So hiyo mtu anakaa hapo kazi yake ni monitor. Ngora around. Very around. Kisugu. Na nyamboka ulikuwa unatumika kama kisugu. Nilo erotic kama VR. Very good. Yes. So mimi hiyo ndio ilikuwa kazi yangu. Kulikuwa ni pale wewe enda uangalie. Na kuyongorwe kweji neti robiani. Very good. Nako nikawa natembea na hiyo kamba, lakini kitu ambayo ilifanya niende jela si kuhusika, kwa sababu ni mauaji. Ngoja. Yes. Mito yare uyo speed. Tutafika mali ya jela. Yes sir. Ni agogo na yutu ni agurburisho. Yes sir. Kage yungora jo wapi watu watagonga wapi? Wapi ndio watu watagonga? Muligonga? Tuligonga. Lakini sikugonga kwa muda. Yes. Nigonga like 2 weeks peke yake, nilikuwa freedom, na hiyo baada ya hiyo 2 weeks mukashikwa mkono ya serikali. Mukashikwa. Nyaba ituburi. Kage muliua watu ama? Kuna hawajamaa wawili waliua mtu. Hawa wawili usiku, kwa sababu mimi sikuwa nimezoea sana hiyo group yao, lakini hawa walikuwa na pistol. Walikuwa ni watu wamekomaa, mimi ndio nilikuwa kijana mdogo. Nilikuwa around hiyo wakati nilikuwa 18 years. Nilikuwa kijana mdogo bado. Yes. Ni yangu, so wakawa wameenda kuiba mahali. So kwenda kuiba, the man ambaye walienda kuibia wakabishana na yeye kidogo. So walimgonga na jamaa akafanya nini? Akaenda. Lakini mimi sikuwa najua, kwa sababu I'm the one ambaye niliweza kutafutwa niweze kufanya nini? Wale wa jamaa waweze kupatikana. Ni yangu wakaua, na mimi nikashikwa na kesi ya mada. Na ya jela langara mada. Ndege jela? Yes. Tegara mada? Yes. Ni bonga yaba kulo ule purisho wenzako? Yes. Ni hapo awali walifungwa maisha. Mpaka sahi? Nadhani mpaka hata sijajua kama wanaendelea ama waendelee. Walifungwa maisha? Walifungwa maisha. Na mimi nikafungwa maximum 3 years. Kwa sababu wakati huo kulikuwa na kitu ambaye ya kutetea haki za watoto. Na my mom, kwa sababu alikuwa anajua niko am innocent and that's right. Alikuwa anajua mimi. Ulikuwa na miaka ngapi? Wakati huo nilikuwa na 18 years. Alikuwa anajua mimi ni innocent. So alicheza na watu wanaitangwa probation pale Narok Town. So wakacheza na haki za watoto, na mimi sikuweza kufungwa jela ya watu wazima, nikafungwa jela ya youth. Unajua kuna jela ya youth?
Ya watoto pale. Si ya watoto, Yeah. Youth. Yes. Vijana kutoka 17 years to 24. Iko. Ukapigwa pale. Ukapigwa pale. Yes. Hakuna jela kama hiyo, noma sana. Hiyo noma ndio nadhani deadly sana kwa Kenya. Hiyo ambayo ni ya vijana. So nikapelekwa jela inajiita Skusa Boston ambayo iko Kakamega Forest. Inaitwa? Skusa Boston. Iko Kakamega. Iko Kakamega. Hiyo jela, wacha nikupe mfano maana ya hiyo kazi ni hiyo jela inakuanga ni kurekebisha na haki, kurekebisha mind ya youth. Sio kufungwa maisha, na hakuna mtu anapelekwa kwa ile jela amefungwa miaka mingi kuliko mwingine. Sisi wote we are all the same kwa miaka ambayo tumefungwa. Si kama una Niago nikapelekwa kwa ile jela, nikakaa kutoka 2007. Kuna jamaa alikuja ambaye alikuwa mkubwa hiyo jela, alikuwa ni Masai kutoka upande wa Kajiado. Alikuja nikiwa nimefikisha nusu ya kifungo yangu. So kukuja pale nilipitia mateso mingi sana, na ndio maana nikachukia kitu inaitwa ushoga, my friend. Tunakuja kwa ushoga. So nasikia kutoka hapa. Usitoke. Sasa nigeni. Yes. Tena school. Kafungwa miaka 3. Yes. Ukatolewa. Nikatoka. Wakati ulitoka, ukaingia ushoga. Sikuingia ushoga, my friend. Nikuwa kwa ile jela ndani. Ni jela ambaye naweza sema, unajua hizi jela huwa ziko na mambo ambazo zinafanya ndani. Correct. Very good. Na utapata kuna watu ambao wako pale ndani hawajui kucontrol hisia zao. Sijui kama unanielewa. So ukuwa jela ndio uweze kupata some favors. Kwa sababu jela ni noma, kama watu wajaiona waenda wakaangalia ile movie na jitaa sijui kejoshia Prison Break. Uone tabia za jela, kwa sababu ile jela iko na tabia kama hizo. Yes. Ni yako ukiingia huko kama uko hauna company unaumia, my friend. Na wakati mimi nilienda huko nilikuwa peke yangu, hakukuwa na Masai wakati wa hizi magaidi wenye wamefungwa jela. So mimi nani wa Ormasa na jela mzima. Na yangu nikapitia mambo magumu sana kwa sababu kuonewa, kufanya. So kuna jamaa alikuwa anataka kuniseduce. Nikaje ushineja kulala na mimi kama bibi yake. Nilikuwa jela. So hiyo kitu nikakuja nilifight nayo sana for like a year, na nilifight nayo miezi 9. Kwa sababu ukienda jela kuna zile kazi zenye unafanya, na kama una booster ama una company ama una mtu mwenye anaweza kusupport ama mnaweza mkashikana kidogo kimawazo, unajipatanga unaumia sana. So mimi niliweza kuumizwa na huyo jamaa sana. Na wakati nilikuwa kwa hiyo jela, huyu jamaa alinipiga vita mpaka wale wao na kuanga na alama hapa kwa mgongo yake ya kutoka jela, kwa sababu nikitetea makalio yangu. Alikuwa anataka mali? Alikuwa anataka mali ya Masai, my friend. Yangu mimi, kwa sababu I think God, naweza nikasema Mungu ananitumia na njia mingi sana. So hiyo kitu nilichukia sana, kwa sababu dakika ya mwisho nilikuja kupigana na yeye. After ilishinda kwenda shamba na nipiga na nipeana kwa maaskari, anasema nataka kutoroka, ninapigwa na maaskari. Huko ndani. So nilipitia mambo magumu sana nikuwa peke yangu pale jela, lakini nashukuru Mungu kwa sababu nilikomana hii story. So sikuweza kukubali, kwa sababu the moment nitakuja kukubali, nilikuja kurealize baadaye kama kuna makosa ambayo sisi tunafanyanga binadamu bila kufikiria, ni kuweza kufanya vituko zenye hata wanyama hawawezi wakafanya. Yes sir. Ukatoka? Nikatoka jela. So after nilitoka jela lakini nikirudi nyuma kidogo, hiyo jela wakati nilikaa pale nilifika time nilipigana na ule jamaa sana. Vita mbaya sana. Mpaka ilituletea shida tukua jela, kwa sababu alikuwa ananionea, na ilifika siku ambayo nilikuja kuambia Mungu wenyewe, kama huyu mtu atakuja kuniua, wacha sasa niue kwa ajili ya makalio yangu. Lakini Mungu alinipatia nguvu, nikaweza kupigana na ule jamaa na nikajikomboa kutoka kwa usodomi ambaye nilikuwa nataka kuingizwa. So mimi nilitoka 209 ambaye nilisaidiwa na mkubwa wa ile jela ambaye alikuwa Masai. So kutoka 209 from out of Kakamega to Narok. So karudi nishugunye Narok. Nashugunye na Narok. Ole aiwa Narok. Na adunga yo ba ntasa ba ye the CI sabu gole Madhi. Na I have nilikuwa na mjomba ambaye pia naye alikuwa na kazi kwa mahali. So for this mama yako kuna watoto wangapi? Tuko 4. Mimi ni mwanaume wa pili. Yes sir. So kutoka pale nilikuwa kwa ile jela, kumbuka kwa hiyo miaka yote nilikaa, hakuna mtu alikuja kuniona. So hata ile accident ya kwetu nyumbani, hata Madhe. So kumbe mimi nilikuwa jela na yeye akagonjeka. Kama ujui? Kama sijui, karibu hata age. Na kuna watoto wengine ni kusoma wanasoma, yeye tu ndio tegemeo. So mimi kutoka jela nilikuja na ile imani ya kusema raundi nikirudi nyumbani naambia tu mama hasa nishike mkono juu sasa nimeivisha na biashara mba. So wakati nilikuja maana niliwacha wanaishi na inebwa waka kanisa leo. Nimetoka nikijua pale ndio nyumbani. So kwenda hapo nikapata iliuzwa na tayari kumejengwa kanisa ya Pefa. Ile shamba yenu? Ile mahali tulikuwa tunaishi. Ukua jela ulisomea kitu?
Nilikuwa jela, nilisomea mason, nikasomea agriculture, nilisomea courses. Yes. So kukuja nyumbani mimi nilikuja na ile imani nitumie ile ujuzi yangu ili niweze kuanzisha. Ukatoka cell? Nikatoka jela. Jela. Yes sir. Kutoka jela kwenda nyumbani ukakuta shamba yenu imejengwa kanisa. Iliuzwa kitambo. Kitambo na kanisa ikajengwa pale na maisha inaendelea. Ilikuwa eka ngapi bwana? Ilikuwa nika plot tu ya 50 by 100. So imeuzwa na kanisa ikajengwa pale. Kulikuwa na boma ukienda wewe? Mimi. Ukiacha, uliacha boma yenu hapo? Tuliwacha watu walikuwa wanaishi hapo. So nani aliuza madhi? Si mama, haikuwa ya madhi, madhi ilikuwa imejengwa. Yeye alikukomboa, alikuwa amekomboa pale. Lakini tulikuwa tumekaa kwa muda mrefu. So hapo ndio home. Hapo ndio mimi nilikuwa najua kama home. Ni jalo ninebwera shataki hapa kanisa. Na nebu kanisa lene kweje na jipefa. Nemeari simu. Na maadhe simu. Ukashika hapa. Na maadha namba hii nikashika kiki. Naona hiyo picha. Nikatoka hapo nikasema acha nijipeleke kwa ule ndugu yake. Nienda nikafanya nini nione kama nitampata. Kwenda hapo nikapata jamaa alikuwa anauza viatu hapa, alitoka sasa kuna shono kitu inaitwa tire. So ni watu wa tire wa kutengeneza panja wako wapi? Wako pale, nikachanganyikiwa. Lakini kwa bahati ya Mungu kufika jioni nilipatana na ule yangu. Yeye akanijua juu mimi sikuwa namjua kwa sababu unajua ukikaa kwa Wabukusu wao Jaluo hata nini reflection ya macho ya watu wengine huwa inapotea hata kutoka kwa memory yako. So kupatana na yeye pale maisha ikaendelea na tukaendelea kusukuma bro life. So kutoka jela mimi nilikaa nyumbani nikaanza biashara zangu kama kawaida. Amir Nguku town. Pale Narok nimekuwa broker mkubwa sana. Watu wa Narok ambao wako pale Narok stage. Kulikuwa na stage kubwa sana, kulikuwa na mahali kulikuwa na kamari. Hapo nilikuwa broker mkubwa. Hakuna mtu alikuwa anashinda Narok. Wapi Narok? Narok kwa stage. Stage siku hizi ni mingi. Na stage sabu. Hapo mahali stage kubwa iko pande wa juu. Wacha mahali stage ya kitambo ilikuwa. Karibu Naivas pale. Karibu men nyana Naivas. Wachana huko Naivas karibu na Geji si Chambai. Chambai. Hiyo face ya Chambai hapo chini. Hiyo uwanja ya makaa hiyo yote. So mimi nilikuwa broker pale. Nikafanya ubroka na kwa sababu nilikuwa na ujana na mambo mingi, nilikuwa broker mkubwa sana. Nikapata siku moja 130,000 yako. Yes. Mungu joka. 130 siku hiyo na Nyamboka bado hajashika 130 mpaka sasa. Yatekaa hivi. Kidaogela hapa hakuna mtu ameshika 130. Hiyo ni wa 2011 hapo. 2011 na Nyamboka hata hajashika 4,000. Kweli anajua. So mimi kwa ile raha ambayo nilikuwa nao na the company ambayo nilikuwa nao, kwa sababu shida ambayo inakuanga kwa maisha na sisi vijana ni company. Correct. Company ndio huo inatuharibu. Mimi niliingia kwa bar. Wakati huo ndio Narok ilikuwa inaleta hizi kitu inaitwa vilabu. Club Morgan, sijui club sijui nini. Hizi mafuta iko wapi? Mimi nilitumbukia kwa moja. Aisee nilikaa siku ngapi? 3. Hata nilikaa siku 4. Kutoka Thursday mpaka Monday. Ndio nilikuwa natoka kwa club na ile pesa hakuna. Ulikuwa unakunywa? Nikukunywa. Pea ule. Warembo walikuwa ngapi? Warembo naye ni si kila siku wewe toka, ingine inakaa. Wewe toka ingine inakaa. So ni mambo ya ujana. Maisha ikasonga, nikakuja nikateleza. Piga maji. Ulikuwa unabadilisha Nilikuwa nabadilisha kama nini ya chakula. So bro, mimi nikasukuma maisha. Ukasota? Nikasota. Stock imeisha. Monday sasa ndio imefika, umemaliza 130. Sasa ni Tuesday sasa naamkia kazi. Kwanza hiyo Tuesday niende kwa nyumba kwa sababu hata kwa hiyo klabu nitatoka na injury ya gilasi kwa magoti. Nimepigwa moja mzuri sana. Na nani? Na walevi. Unajua ukawa nikapigwa gilasi ya magoti hapa. Hata leo kuna alama. So nikaenda kwa nyumba like 1 week kupona. So after that 1 week mimi nikafanya nini? Nikaona hapana. Wakati nilikuwa na akili ya ukora sana mingi sana. Nilikuwa gaidi bado. So akili kaniambia hapana, jua wewe sasa una pesa na pale stage ushaharibu. Sasa rudi pale uaibie, sasa ndio wajue wewe ni nani. Nikarudi kwa ile soka ya wale kwa ile stage yetu. Na iko electro yani, na legend kitu wako. Nina makaa iko mahali nimeweza kubuku gunia 70. So ninataka niwaletee makaa. Kama unajua uko tayari na unataka makaa, lete pesa na ulete magunia. Lete pesa. Wewe jua nilisanywa hapo pesa ambayo ikafika 74,000. Kilabu tena. Nikatoroka nikarudi nyumbani. Nikakaa nyumbani nikaona hapana. Nini sasa shetani ameanza sasa kunitembelea vizuri. Nikatoka nyumbani nikarudi Narok. So nikaanza wizi ya kuiba pikipiki. Kajo damu na kadha Narok. Kulikuwa na wizi wa pikipiki 2011, 12, 13 hadi 14. Kulikuwa na wizi wa pikipiki ilikuwa hali ya juu sana. Wewe ndio ulikuwa mwizi? So nilikuwa nimeanza kujiingiza kwa hiyo company. Kama pikipiki yako imeibiwa 2011,
2014 lele. Hizo zinaitwa zilizopendwa. Yes. Ukaiba nduthi ngapi? Nikaiba, sikufaulu, niliibanga 2. Moja ikaingia soko, ingine nikashikiwa kwa njia. So ikarudi, nikaona hapana, nikataka kupigwa pale Narok, nikaona hapana, wacha nichange maisha yangu. Correct. Nikaanza shughuli ya kuuza saini. Yes. Kushona saini pale kwa Narok stage, hapo stage. Ukitoka kwa unajituma ise. Unajituma kwa hii. Lakini venye unamalizia hii kujituma kwako ndio ngori. Leo kutoka na hii stage, kutoka huko kwa kuingia ndio unatoka, kulikuwa na nyororo hapo. Kuna watu wengi sana wananijua wa Narok. Nilikuwa nimeweka kibanda yangu hapo juu ya mtaro. So nilikuwa nafanya hapo mambo yangu ya shanga ABCD till the day nilikuja kupatana na wakora fulani wakaniintroduce kwa mambo ya crime. Ambao walikuwa wanakuja Narok na hema na mapikipiki na maredio wanaweka. Wanasema hapa ni unacheza game fulani unaweza kushinda pikipiki. Unacheza game fulani unashinda TV. Unacheza game fulani. Sasa hao ndio waliniintroduce kwa mambo ya wizi. Wizi tena? Wizi tena. Sasa mzuri original wizi yenye imekomaa. Wachana na ile ya kimabavu. Wachana na ile. Tupe hii wizi. Jo yoga na burore imekomaa hii. We, wacha nikuongeze. Ongeza wapi? Ndio utupe ukweli. Ibaji ukipiganga hivi. Unatoa ukweli kabisa. Hii nasema nimsema kweli. Nako mimi kukaa pale na kuungana na wale watu. Tukatoka pale Narok, wakati huo watu walikuwa wanakuja pale Narok. Unajua inawamaa community. Mambo ya wizi ikuangi imewaingia sana. Kwanza hawajui hizo ni kusema nini. Meyolo Masaina. Meyolo pia. Nako kule Narok watu walikuwa wanaibiwa sana na hawa Kikuyu. So wakati niliingia pale na wakaona mimi ni Masai, juu kuna Masai alikuwa anataka kukata mmoja juu ya pesa yake. Wale jamaa wakafurahia na kazi yangu sana. Wakadhania mimi naelewa kazi, lakini sikuwa naelewa kazi. Nini inaendelea? Ni ile tu nilimwambia ndagua tunga imidunga yon konga. Tunga yakeje. Wacha na pesa ni kitu ya kupita. Ni kitu ya kupita, wacha nao. So wakati ule mzee alitulia, jamaa mmoja akani approach hapa akaniambia, ndugu, wewe uko sawa wewe? Nakaa uko sawa na hii kazi. Hajoki na haya. Akaniambia tafanya hivi, sisi tunaenda lunch na tunataka urudi after lunch. Wapi? Hapa. So nakupatia pesa uende ukule lunch na ufuate ule rasta, muende mkakule lunch, alafu utafanya nini? Pishugunye. Ukafuata rasta. Nikafuata na suji na nuru ndogo rasta. Na osho ndani ngekaja ya lunch my friend. Kazi ambayo nafanya kwa siku faida yangu ni shilingi 700 to 1200 kwa siku. Hapa nimepewa ya lunch 1000 ngapi? 3,000. Na ni kazi gani ulikuwa unafanya? Mimi nilikuwa nafanya kazi ya kuuza saini. So nimewacha pale, nimepeleka tu ile. Sasa ukapata 3,000. Nikapata 3,000 ya lunch. Nikajiuliza kwani hii kazi inakaa aje? Ni nini inaendelea? So nikakuwa ile interesting, niende lunch na nifanye nini na nirudi. Kwenda lunch nikarudi. Kumbe jamaa wananyang'anya watu kwa siku wakosi 300, 400, 1000. Na mimi hakuna mtu anajua. Lakini serikali imepaka. Unajua tu mambo kwa ground ni tofauti. Mimi nikakaa pale, jioni ikafika, tukaenda mahali wanaenda wakafanya hesabu yao, nikaitwa. Nikagongwa 10,000 na ngapi? Kama mshahara yangu jioni 12. Na nikaulizwa kama unataka kazi, you are welcome. Najua na kusimama tu venye tu nimefanya 13,000, 14 kwa siku. Mimi hata hii kazi yangu hapana. Nao shogi na ndogi. Wala lashe lai. Najua mwingine alikuwa mdogo. Nikamwambia fanya hivi, kuja. Nataka sasa nikuachie kazi biashara. Mimi saa hii mimi na wewe hatuyuko lika. Madhe alipogonjeka alipona? Madhe tutaenda tu hivyo, bado yanasumbuliwa na mwili. So venye nimekuja na sasa mimi my plan nacheza kama baba. Kwa sababu wao wengine wako shida. Sawa, 12,000. 12,000. Yes. Tukapigia brother. Nikapigia brother nikamwambia mimi nataka kusafiri, ninaenda na hii biashara nataka nikubariki nayo. So sikuwa najua ni nini inafanya. Unajua sometimes ujana ni kitu mbaya. So after hiyo shughuli tukafuata tukafuata gari mpaka mahali inaitwa Nyeri. So kwa Nyeri tukafanya wizi. Mambo mingi sana iliendelea pale, tukageuziana, nikakuwa mjuaji excess. So nikatoka Nyeri baada ya miaka 2 nikakuja Nairobi. Kukuja Nairobi nikakaa Nairobi, sikuwa na otherwise. Maadha bwana niwanka gym, maadha bwana olalashe laida Nairobi. Sina anybody Nairobi. So kukuja Nairobi ni kujitegemea my friend. Hiyo ni 2014. So sina mahali nimeingia, lakini nimeingia Nairobi. Na unajua my background, hata nikirudi nyumbani ni kazi bure tu, naenda kufanya nini nyumbani. So Najinga New Street nikaanza sasa kupiga watu jamaa kitu inaitangwa kuwa pinch simu. Kuibia mtu simu, unatembea kidogo kijiguza hivi unajipata huna simu. Hizo ni kazi nilikuwa nafanya. So nikafanya siku moja nikataka kuuawa hapa OTC. Najua hapana, hii kazi lazima nifikirie. So nikaenda nikichange hizi kazi, nikakuja nikapata pesa, nikatoka Nairobi CBD, nilikuwa naishi CBD hapo Nyamakema. Kesi mtu anaishi town katikati. Nikaambia mahali panaitwa Dandora. So kwenda kukaa Dandora,
nikashikana na group fulani ambayo nikaanzisha group yangu sasa mimi mwenyewe. Sababu nilikuwa tayari sasa nimeshika ground vizuri, Dandora nimeingia venye nafasi, nikakuwa gaidi. Unasikia gaidi za wale magaidi. Nikaanza kuweka hizi, unaona hizi vitu watu wanaitanga hizi silver, hizi vitu za shingwa. Bro, hizo ni vitu nilifaa kitambo sana. So tukaanza group hapo hivyo. Kuna group inajiita 45 Brother na kuna nyingine ilikuwa inajiita 11 Brothers. So 11 Brothers mimi ndio nilianzisha na jamaa mwingine alikuwa kwa serikali. So yeye ndio alikuwa analetea mashini napatia wa jamaa, mimi niko katikati kama broker. So maisha ikaendelea hivyo, nikakuja nikawekea wanted na mapolisi, nikatoroka nikaenda Kakamega, nikarudi nikakaa huko kidogo, kufika hapa Nairobi tena nikawekea wanted nyingine kuhama upande wa Embakasi. Nisiaionekane Embakasi maisha yangu yote. So nikatoka huko nikaingia Embakasi West. So nikakaa Embakasi till the day ambayo ilikuja kufika nikaweza kushikiwa pale mahali panaitwa Rosters. Nikataka kuuawa kwa siku mara ngapi? Mara 2, 2018 sasa hapo. Siku zimesonga sana. So nilikuwa pale wakati nilishikwa kupelekwa msituni, nilikuwa nipigwa risasi. Lakini Mungu akaniokoa. So kutoka hiyo siku najua yenkai I need to change my life kwa sababu since nilikuwa mtoto mdogo kutoka 22 mpaka saa hii mimi ni mtu tu wa kuhangaika, si jela, si shughuli, si nini. Hata ile mambo ya kutoroka nyumbani ama kukaa nyumbani, hata kukaa ile unashika una master ni clan yenyu ama nini, ishanitoka. Amwadhamu na nutau. So unajua yankai nataka sasa time I change my mind. So ilifika time na nika change my mind 2018. Na rehab wala linaja. Ari. Rehab. Unasianga rehab ni ya miezi ngapi? Yes. 3. Mimi nilienda miaka ngapi? 2. Miaka 2. Na hii yangu si ya kuacha drugs. Hii yangu si yani kuna kitu ambayo nataka kuacha. Nataka kuchange tu tabia yangu. Pa change, pa Mungu na nizoee tabia ambayo hii ya kukaa nyumbani na kujifanyia kazi zako, si kuibia watu. So after that nilikaa pale bro, nikagonjeka. Jia ile nilikuwa na mainja ya kupigwa na mob justice. Life yangu ikachange. So after niliamua tu kuchange, nikaenda kufika 2020 mwezi wa 9, rehabilitation yangu ikaisha. So nikaanza maisha yangu upya. So kwanza maisha nilikaa sana nikipiga shughuli zangu kama kawaida. So kupiga shughuli zangu nilikuja ikafika a point maisha ikaninyorosha bro. Niko na injury ya kichwa ambaye sijui ugonjwa ni gani. Naenda nafika mahali kichwa yangu inafura. Kabisa inafura peke yake. Inarudi inaisha. Nikasukuma hivyo nikaona hapana, nikaitio kazi nyingine ni ya kwenda Garissa. Unaona hii tabia ambayo unasikianga vijana ukisikia kitu mahali ni kurogwa mahali uko na ibaiba. Kajo ni kurogwa lakini bado kwa wakati mwingine naweza sema kulikuwa na sababu kubwa sana. Correct. Kuna sababu nyingine ya big sana. So nilikuwa pale nikapata kazi nyingine ya kwenda Garissa kwenda kutengeneza ya mason, kwenda hii ya ujenzi. So kwenda pale tena nikajichanganya. Nikajipata mpaka mahali inaitwa Dadaab. So jamaa mwingine wa kutoka alikuwa askari wa mwanajeshi, alikuwa ametoka upande wa Nairujangare. Ndio tuliongea na yeye na akajua mimi ni Masai na akaona huko ukikaa nitaweza kukufia huko na history ya Shabab. So akanitoa huko akakuja akanitupa mahali panaitwa Garissa, mahali panaitwa Madogo. So nikakaa Madogo, nikatafuta fare nikarudi Nairobi. So kufika Nairobi, life yangu nikasema hapana. Hii maisha sasa mimi na mimi mahali nitaanguka. Sasa wewe Mungu wangu ni mimi na wewe. Sasa kujua kama nitakaa nitaishi maisha gani, lakini mahali ninaenda nataka tu ndio ikuwe mwisho wa mawazo yangu. Sitaki ikuwe juu. Ushafikishwa na ile feeling hata wewe mwenyewe unajiuliza kwani ulikosea Mungu wapi? Kwa sababu maisha ukijaribu pande hii inaanguka, ukijaribu pande hii inaanguka. So nikuja ukaa huko, mimi nilikuwa na shooting comedy. Ni vitu zilikuwa zinanifurahisha tangu zamani. Tulikuwa tunashutungu na kina jamaa, tunashoot na jamaa walikuwa wanaitwa Olemenye pale town. Big up tena sana Mr. Menye. Olemenye ule mmoja na kina Konana. So yao ndio nilikuwa nafuatanga nikishoot. So comedy ilikuwa inanifurahisha. So mimi nikaanza comedy. Nikaanza kana nu comedy no 2018, 19 hivyo nikisonga mpaka wakati nilikuja kufika a time nimeenda rehab, kila kitu imechange. Jamaa moja ndo alikuja nika give up sasa na hii mambo ya social media. Nikawachana na nikamwona kama nimechanganyikiwa. Jamaa moja wa hizi wimbo za Wakikuyu hizi za Mugithi ndio alikuja akaona my page. Akaniambia nataka wewe Masai. Ni kuna mtu nimeona kama wewe online. Sijui kama ni wewe unafanyanga vitu kwa social media. Nikamwambia mimi nafanyanga comedy. Akaniambia na mbona watu wengine tunahangaika na mimi naona wewe uko na subscribers wazuri, nini mbaya uendelee? Kwa sababu wakati huo nilikuwa nilifunga ngapi? 1500 na hata sijui kama YouTube inalipanga mtu sijui. Nimeweka tu vitu pale. So jamaa akaniintroduce akaniambia hapana, unafaa kufanya nini kuamka. Nikamwambia juu kwa sababu hujui story yangu, wacha nikugujie story yangu kidogo tuone kama unaweza nisaidia kimawazo. So after nilimuelezea story, jamaa akaniorganizea a interview kwa jamaa wengine wanajiita The Switch Kenya hiyo wakati. So nitaorganizea interview, nikapiga interview pale. Tulikuwa na matarajio mimi kwa sababu nilikuwa na share ile interview
bado sana kadhu msaidizi hapo yaba. Hiyo wakati nilikuwa mgonjwa tena sana. So kwenda pale tukapiga interview na yeye, tukapiga kuja nyumbani, mambo hii kwenda venye inafaa. So nikakuja nikatulia. So nilikuja nikaintroduce tena na jamaa mwingine alitaka ni share my story kwa page yake. Sasa hapa ndio story iko na hii ndio ilifanya nikutafute tena sana. So tuanze sasa hapo. Ndio tumalizie kitu. 18 mwezi wa 7 kuna jamaa ni blogger upande wa nini najiita Plug TV. Jamaa akani inbox akaniambia ni aje Masai, nimeona kuna mahali umeshare story yako bro ya background na wewe manze ningetaka sana ukuje ufanye nini? Ushare story kwangu. Najua ni sawa kama unataka nikuje no problem. Mimi nikaenda kwake tukashare story, lakini nilikuwa na agreement. Wewe tukishare hii story kwa sababu hii story inatoka from my heart. Wewe ufanye nini? Ukulie viewers, ukulie kila kitu, lakini namba yangu at least share pale nione kama naweza nikapata mtu afanye nini anisaidie. So jamaa kwenda pale aliona hapana. Baada ya wiki moja wewe jua kuna video ilikuwa imefikisha 1400, nyingine ilikuwa imefikisha 1700. Interview vitu ya wana. So kufika pale jamaa akaona huyu jamaa atasaidika, wacha aweke namba yake. So jamaa alichangisha na namba yake. Mimi nikiongojea usaidizi. So after that nikakaa nikaona hii mambo imeenda hivi, mambo haijakubaliana vizuri. So the guy alirudi kushare my number kwa jamaa mwingine ambaye alikuwa sitamtaja jina, lakini alikuwa anafanya pale kwa Churchill show. Akanipigia akaniambia kuna jamaa anaitwa fulani na ameniambia nikusaidie na nimpatie namba yako. Nikamwambia kama ni fulani juu mimi huyu msikia tu kwa kama tu venye sasa hivi unaweza sikia Masai Rungu. Unajua Masai Rungu ako na jina kubwa. Yako jamaa akafanya nini? Nikasema ni sawa. So jamaa kupatia namba yangu, yeye hakunipigia. Mpaka wale wajanipigia. But in a few weeks, some 2 to 3 weeks, nikapigiwa na kijana mwingine ambaye ni kijana ya governor. Governor mgani? Governor ambaye alikalia 1 term huku kwa Wakikuyu kwa sababu ya security ya maisha yangu. Lakini ni wa 1 term kwa kaunti hizi za Wakikuyu huku. So nikisema hivyo wengine wenyu watakimbiza akili haraka sana. Ukapigiwa na kijana ya governor? Ukapigiwa na kijana ya governor akaniambia ni aje poa sana. Manze nimeona manze uko na dream nzuri. Governor wa Ukikuyuni? Governor wa Ukikuyuni. Hii tu mweli za Wakikuyu. Kijana yake wengi wanamjua. Wengi hata nikisema hivyo kuna kijana anajulikana sana wa governor hapa sana. So the guy alinipigia akanielezea manze mimi nataka nikusaidie. Kagira dhadi ero shengoleng ndio niweze kuokoa our young generation. Yes. Bungira So akanipigia akaniambia ni aje Masai, nimeona mtu wangu uko na story kali tena sana. Na wewe utaenda mbali. Wewe unaenda mbali. Na mimi nataka nikubalishie sasa maisha yako. Uendeleze hii talent yako na uisukume vizuri. Venye mimi nilisikia hivyo nikasikia ni kijana wa governor. Hata kama utasikiaje ndani ya roho yako. Tafurahi. Kweli Mungu unatumanga watu wako. Nikapata na jamaa nikaenda ya Senda. Ukiingia ya Senda kuna mabasement. Hizi mamall zinakuanga na mabasement huko mahali wadozi huenda kutulia huko. So mimi nikaitwa huko nikapata na jamaa. Na jamaa nikamuelezea shida yangu na yeye akaniambia venye anaweza akanisaidia, lakini jamaa akaniambia mimi ile kitu nitafanya sitakupatia samaki kwa sababu leo nikikupatia samaki kesho nani atakupatia? Wacha nikupe ndoano. Wacha nikupe ndoano ya kujitegea na nikuonesha bahari ndio ile, wewe kazi yako ufanye nini? Nikasema basi leta ndoano. Hakuna shida, hakuna nini nyingine. So after that kumbe this guy alikuwa ananiintroduce kwa hizi cult fulani. Kuna hizo shida mnasikianga wasanii wanaingia wanauza soul zao. Gani? Ambao mimi naweza sema according na my nini ambayo uchunguzi ambayo nimefanya ni kusodomaiziwa. Illuminati. Illuminati. Hakuna Illuminati kwanza kwa mtu mweusi. Hakuna Illuminati kwa mtu mweusi. Kwa Mwafrika? Hakuna kitu kama hiyo. Kwa mtu mweusi? Hakuna kitu inaitwa Illuminati. Illuminati ni ya wazungu na ni familia fulani. Freemason ndio sisi tuko nazo. Afrika. Ni Afrika. Illuminati ni ya watu weupe. Ni watu weupe na ni a family. Na ni family. Ni familia fulani. So Afrika ni Freemason. Afrika ni Freemason na kuweza kuwa brainwash kupitia kwa hiyo jina. So nothing like that. Tutafika hapo nitakuelezea zaidi. So jamaa akanichukua tukatoka na yeye akaniambia kuna mahali anataka kunipeleka niende nikasign agreement. Hii kusign agreement ni kwenda kugongwa kwa mara ya kwanza. Kugongwa wapi? Na kugongwa kwa makalio yako. Uweze kusodomaiziwa for the first time. Yes. Uweze kuonekana kama utafuata masharti ama kama kitu yako itaendelea. So tukua pale nikisafiri na hapa ndio vijana wengi utelezea. Unajua shida yetu sisi ambaye ni wasanii. Tunakuanga na shida moja tena sana. Sisi tunapenda fame tena sana. Na tukisikia mahali kuna mtu ambaye ni mkubwa na anakuhitaji ama mtu ako na jina,
sisi hujipatia ile nafasi mzuri ya kuweza kutumika vibaya kwa sababu ya ile njaa ambayo tuko nayo. So mimi nasemanga vijana wengi uteleza kupitia njaa zao. Umeelewa vizuri? Kwa sababu mimi nasemanga kwa hii industry hakuna kitu kizuri hukuja haraka. Mbongira. So mimi nikaintroduciwa na nikaingizwa kwa gari na tukaenda base fulani inajiita The Chemist, tukatoka The Chemist tukaenda mahali inaitwa Industrialia. Industrialia hii nyumba siwezi kosa kuitaja. Nyumba inajiita Jokinda House. Jokinda House kuna kuanga na form iko huko ndani ya vilabu za magay. Inakuanga huko. So ni huko jamaa anataka kunipeleka. So tulikuwa kwa gari, jamaa kaniintroduce akaniambia sasa Masai, mimi nataka uchange na nataka nikutafutia manager ambaye atakumanage, ambaye utaweza akumanage vizuri ndio hii kazi uweze kuendelesha vizuri. So nilikuwa pale nikisukuma, tukienda pale mimi nikaanza kustuka kwa sababu hakunipeleka hivi, alinipeleka tulienda straight to the point. Mimi ndio kazi ambayo nataka ufanye na sitaki ukue muoga. Na tukienda tu pale utapata tu mtu adabu ambaye atakuwa anakusaidia, atakupatia pesa yako na hata hivi nitaongea na yeye kidogo, utaenda kupumzika nje and then baada ya wiki mbili ufanye nini? Urudi hapa Kenya. Hapo kwa wiki mbili nataka muweke kwa akili vizuri. So hiyo wiki mbili niende nipumzike nje alafu nifanye nini? Nirudi Kenya. So na usiogope kwa sababu usione kama ni wewe peke yako uko huku. So jamaa aliweza kunitolea simu akaniambia unaona hawa ni wajamaa utapata huko, usikue na wasiwasi, hivi ndio hii kitu inakuja. So nikaanza kutolewa ile uoga, kuelezewa vizuri ndio nisikue muoga na nisione kama ni kitu ya ajabu. So the photos ambazo nilionyeshwa pale ni za watu nilikuwa nikigrow, nikuwa mdogo ama nikianza hii kari yangu ama nikianza hii shughuli yangu, nilikuwa naambia Mungu, wewe Mungu nibariki tu nikuwe kama Sangida. Siku moja nisaidie nikuwe kama Sangida. So kwa hii industry ambayo inakuja kuintroduciwa nimepata Sangida pale ndani. Wewe utasikia. Sasa taja wenye uliona. Wacha kutaja Sangida bwana waje. Yaani ni mfano kwako. It's... So kuna wasanii wengi tena sana ambaye vijana wengi wamezama na wanashindangwa kujiongeza. Ukaoneshwa picha. Nikaoneshwa picha. Ni dole lungana liolo. Na dola kana ntungana la yolo mpaka ile Maasai. Lori ni gweji. Longai. Haya kwanza tupeleke. Haya mpaka utatuambia. Bado utatupa muda na Nyamboka. Hii ndio story imeanza. Wewe. Wacha haraka. Bongera la. Ukaoneshwa picha. Yes. Hii picha inaoneshwa kwa nini? Ukaona watu unajua. Nikaona watu najua. Unaoneshwa ndio uoga itoke. Twende. Na nielewe kwamba hii kitu haikuji rahisi. Correct. Na ni ukweli, it is true. Hii kitu haikuji rahisi. Iko na nini yake, kuna kitu ambaye lazima ubebe ndio uweze kukubali. Yes. So wakati jamaa aliniambia hivyo tukielekea Jokinda, akapigiwa simu ya emergency. Akaambiwa vipi fulani, tunakuhitaji mahali fulani na tunaomba ukuje haraka. Jamaa akaona hii nikienda na huyu mtu hapana. Huyu jamaa ameshakubali na ameingia box. So acha nimrelease aende apumzike leo, kesho kutwa tufanye nini? Tupatane. Mimi akaniambia na kuna mahali naitwa emergency, unaweza nitakupatia fare ya kukupeleka, tuonane on Friday kwa sababu hiyo siku ilikuwa Wednesday. Tuonane on Friday. Na hii pesa ambayo nimekupatia ni upandie Uber na pesa ya kukula hii siku mbili before tupatane na pesa ya kutoka hiyo siku kukuja mpaka mahali ndafanya nini? Mahali ndakuwa. Kwa sababu wenyewe mimi nilikuwa na njaa na usanii. Nilikuwa nataka jina ielekee. Lakini sasa kenye nimeguziwa hapa kenye kinaendelea, jadi imeniweka uoga kidogo. Akakupea pesa ngapi? Akanipatia shilingi 5,000. Akaniambia hiyo pesa usipatie mtu. Hiyo pesa hata shilingi usipatie mtu. Na hii pesa nimekupatia kutoka leo venye utaenda kupumzika, kama uko na bibi ama girlfriend, usiende kulala na yeye. Utulie tu hivyo, ukule tu hiyo pesa na ubakishe ya Uber, tuonane na wewe on Friday. So mimi kurudi nyumbani hiyo Wednesday siku ichukulie kuwa kitu mzito. Thursday siku ichukulie kuwa kitu mzito. So the Thursday night ndio hiyo kitu iliniingia kwa. Na ulifuata hizi sheria zake sasa? Hizi sheria mimi nilifuata. Okay. Sikuweza kushare hii pesa na sikuweza hata kuambia mtu, na hata siku hapo na Manzi karibu atungeweza kukula na yeye. Kwa sababu hiyo wakati nilikuwa nimetoka. Haya ukaenda sasa. So nikaenda. Sikuenda. Hiyo Thursday usiku nikaona hapana. Damu ikaniambia hapana. Ninajua mambo ya Sodom na nilikuwa naionea jela watu wenye wanafanyiwa. Na I know, na mimi ni mtu ambaye nimegrow kitu inajitanga, nimejifunza kitu ambaye inajitanga spiritual awakening. Mayolo dhana gaibu Masai kweli nikisema namna hii, lakini nimekuwa kwa hiyo harakati ya spiritual awakening, kujijua zaidi na nikaanza kujifunza mambo mingi sana. So nilikuwa pale nikaona hapana, hii kitu ambaye naenda kufanya ni kitu mbaya tena ni kitu tena mbaya sana. Na hii kitu ambaye naenda kufanya hata nature ya God haiwezi kanikubali.
Bongera. Na nikaambia tu roho yangu hapana, na sikuenda on that Friday. So Friday kufika jamaa akanipigia. Mimi nikamu mute. Akanipigia mute. So after that alikanidirect na masimu. But kwa pale kwa gari aliniambia, hii nini ambayo nimekupatia, hii story ambayo nimekuelezea, usiwahi share na mtu. Usiambia mtu yoyote, wala usichanganyikiwa ukafungua mdomo wako kuelezea mtu anything, kwa sababu the moment utakuja kufungua mdomo yako, sisi ni wale wabaya, sisi itakukost mpaka wewe na familia yako yote. So nenda utulie, funga mdomo na shughuli itakuja kufanya nini, itakuja kuendelea. So after that Jamal niambia hivyo, hata mimi nikiendelea kukaa nilikaa na ile imani ya kusema, ama ile Kenya aliniambia usiwahi share na mtu. So hiyo kitu niliweka kwa akili peke yangu na ikabaki kuwa peke yangu kwa hiyo miaka yote mpaka wa leo hii. So nika relax na mimi sikuendelea safari. So kukaa nyumbani nikiendelea kupiga comedy zangu, kwa sababu nilikuwa nimerudi kwa comedy. Nikaanza kuona my account ina change, nothing ambayo inaenda. Nilikuwa naekelea comedy zinafikisha like 7k, hata kama si sana 20, 15 hivyo moja. So after that some few weeks to 1 month nikiekelea video ambayo nimetoa inafikisha 120 views, 90 views, 80 views. So ni nini urudi ku happen? Hawa jamaa urudi kukupiga kitu inaitwa spiritual war, wana kumute behind the scenes. Sijui kama unanielewa, unatolewa kwa kitu inaitwa recommendation. So mimi nikatolewa kwa kitu inaitwa recommendation. So nikaendelea kufight hivyo, nikaendelea, na kwa sababu wakati ule nilikuwa nataka kurelease kitabu ilikuwa inajitanga Crime Does Not Pay hiyo wakati, na pia nitoe movie na jita hivyo. So nilikuwa na ile njia nikiambia Mungu nisaidie niweze kupata njia niweze kurelease nini hii movie na niweze kurelease hii kitabu. Mungu aliweza kunisaidia bro, nikafunguka akili na nikaona ni vizuri nikitafuta another interview lakini different na hizi za mabloga wa YouTube. So nikaanza kujintroduce kwa hizi FMs radio. So kujintroduce kwa radio ya kwanza ilikuwa ni KBC. Wakanikubali. Interview ikaingiana, nikaenda huko nikapiga show, nikamaliza, nikatafuta ya pili, nikaitwa huko, nikaenda nikapiga show, nikamaliza, nikaitwa, yani kila moja ambaye nilikuwa naenda. So mpaka wakati ambaye nilikuja kupata na moja ambaye iko kwa Royal Media ambaye iko na masalebo kubwa sana. Nilienda huko nikawaelezea mimi ni nani na ni nini mimi nafanya nini, ni awareness gani mimi natafuta. So nikamwambia mimi najaribu kutafuta hii awareness ya Crime Does Not Pay. Ukipata hiyo platform, akaniambia wewe kuja kila asubuhi, wewe kujanga tu ile siku tunakuta. Sio hata ukipata sikia platform kama hiyo na watu wakubwa kwa hizi station unafanya nini? Nilo. Mimi nikaenda nikapiga siku ya kwanza, nikamaliza, nikarudi nyumbani, nikatafuta tena mahali nilikuwa nishaipiga na tafuta round 2. Wale wajamaa wakanipigia wenyewe wakaniambia, vipi Masai, unaweza ukapatikana siku fulani ukuje wapi? Ukuje interview. Nikamwambia sawa, mimi nitakuja interview. So mimi nikaenda interview. Kufika huko wakati nilimaliza interview, kuna jamaa mmoja alikuwa pale akaniambia, hapana Masai, kabla hujaenda acha nimalize show yangu alafu nataka nikuone kando. Ni jamaa blogger mkubwa tena sana. So nikaenda pale akamaliza show yake, mimi nikatoka nje, nikatulia mahali nikamwongojea. Jamaa akakuja akaniambia, sasa Masai, wewe ni mtu una akili mingi sana. Na wewe Mungu amekusaidia sana. Na wewe ni mtu ukiweza pata tu njia mzuri, wewe unaweza enda vibaya sana. Na ile kitu ambayo mimi nitakuarifu, wacha kutembea kwa hizi station kushare, kuelezea hii kitu ambayo unaelezea. Mimi nina idea na naweza nikakusaidia tena sana. Si mbona usitafute your own broadcasting radio, huo unaostwase pale na unapigia story pale. Venye nilisikia hivyo, najua huyu mtu ingene leo ngani ole, na huyu mtu akona nia ya kunisaidia sana. So nikamwambia it's okay, lakini akaniambia ile kitu ambayo utafanya bora kama utakubali mimi na wewe tutembee kwa barabara moja. Nikamwambia barabara moja no problem, kama ni barabara moja sisi tutafanya nini, tutatembea. Akaniambia unajua hiyo barabara ni gani? Nikamwambia mimi sijui, labda nielezea. Akaniambia ukikubali tu mambo yangu mimi nitakusaidia hii mambo ni gani? Ni mambo ya ushoga. Sasa huyu ni mtu wa pili ambaye nimepatana na yeye wa media, amenionyesha mambo ya nini? Ushoga. So after that jamaa akanipeleka, nikamwelezea, akanielezea, akanifafanulia, akaniambia hii mambo ya ushoga, hii mambo itakuwa hivi na mimi nitaweza kufanya nini? Nitaweza kukusaidia na hii njia na ile ingine. Bora yake tu hii story iko ni mimi na wewe na isiwahi toka kwa watu wengine. So after jamaa aliniambia hivi, Nairobi tunanu. Nilistuka kwa sababu it's not my first time kusikia hii kitu ambayo nimetajiwa. Na tena hizi vitu, kwani lazima mtu aingie kwa hizi vitu ndio jina kweli ikubali? Lazima kweli uingie kwa hizo kuwa msanii? Nikamwambia ni sawa. So tukua pale akaniambia acha nimalize shughuli ziko hapa, alafu wewe ndafanya nini? Tutaongea zaidi, tutatafuta mahali twende tukaongea zaidi. Wakati jamaa aliniambia hivyo, mimi nilitoka nikaenda nje again, nikachukua pikipiki na mimi nikarudi wapi? Nikarudi mtaani.
na shughuli ya social media ikafanya nini? Kaisha. Ikaniondokea na mimi nikanawa mkono na nikajua kweli hakuna kitu kizuri kinatoka karibu. Hii maisha ni kujikaza, na ukitaka vitu rahisi utafanya nini? Utaangukia virahisi. So mimi nilipoenda nyumbani nikakaa ninaendelea kupiga comedy zangu, nikipiga comedy 70 viewers, 50 viewers. Naibu weka na mwana nwento genyo kuna kizinge media. Nikawachana nayo kabisa mambo ya comedy. Hata kuingia kwa account yangu niko na hata naelekea miaka 4 na kabla sijai post kitu kwa YouTube. So mimi wakati nilikaa hivyo nikajiuliza kwani nini inaendeleanga. So mimi nikakaa nikamaliza miaka 3. Nikatafuta pesa yangu nikafungua broadcasting radio. Kumbe hii pesa ambayo nilipatiwa na hule jamaa, hii 1500. Hii 1500 ni pesa ilikuwa na maneno. Na mimi sikujua, mimi nilikula tu pesa na nikafanya nini? Na story ikaisha. Kumbe sikujua hii pesa ni pesa ambayo ilikuwa imefungwa ama ni pesa ambayo iko na mambo yake. So mimi nikaendelea mambo yangu, nikatafuta pesa kidogo, nikafungua my own podcasting radio inajiita Hot Vibes, ambaye ilikuwa imekuja vizuri sana bro, na ikashika vizuri sana. Hot Vibes. Hot Vibes. Watu wengi labda wanajuanga hiyo jina lakini wajuangi mwenyewe. Nilikuwa na post vitu tu lakini sionekanangi pale. So mimi Hot Vibes nikaifungua kidogo nikajiintroduce kwa jamaa mmoja ambaye ni wa media. Nikamwambia bro, vipi? Mimi kuna studio nimeweza kufungua, na hii studio ambayo nimefungua ni studio moja niko na idea kali tena sana. Na hii studio ningetaka tena sana ile siku ambayo inaanzisha ukuje ufanye nini? Ukuje unipitishie at least unisaidie kuipush. Kumbe huyu jamaa mwenye nimeelezea ama nimepigia ni one of ile Kamjus. Ni one of the group ambaye nakwambia wanafanya mambo ya hii mambo ambayo tunadanganya watu wanaenda kuuza soul zao. So kumuelezea huyu jamaa alianza kutafuta pesa within 3 days. Yeye alikuwa na pesa, kwa sababu yeye akona pesa. Aliingia kwa duka akanunua vitu, na baada ya kuja nipige support na hii yangu, yeye akaanza yake already kuipush. Na hii studio yangu nikatumaniwa, yani vitu zilikuwa zinaenda venye huwezi elewa. Vitu katumaniwa, askari wanakuja kwangu wananiambia unauza drugs, askari wanakuja wananiambia tulikushika na drugs, na mimi naambia drugs gani mimi nauza kwa kamera ambaye ndakaa nipige live mbele ya watu. Drugs gani mimi nauza? So jamaa akanifuruga mpaka studio yangu ikaanza kubomolewa, ikavunja na ikagongo vitu. Bro, mimi nikakaa toka 2023, 24. Kumbe kwa hii harakati yote ninapiga kitu inaitangwa spiritual war. Hii spiritual war ni nini? Hajo mnakanga hivi mnaona wasanii, mambo ya usanii si rahisi. Wachana na hao ambaye mnapiga content zenu kivyenyu. Mambo hii ya usanii, kutafuta usanii ni vitu iko na shida mingi tena sana. Hii kuimba sasa. Hii kuimba, comedian, au ambaye wewe ni msanii wa kujitegemea, ambao unakuja kivyako. Wacha leo nikuchanue nikwambie haikuangi rahisi. Meleleko shi. Amu lazima tu utasacrifice kitu fulani ndio uweze kuwa successful. Lazima kuna kitu ambaye lazima tu itafanyika ndio uweze kuwa successful. Na hiyo kitu isipofanyika, wewe utaishingi tu kwa ground. Wewe unajulikana tu na watu wa ground, unasema ni nini jamaa wetu anaimbanga ama anatoanga comedy lakini hajawahi songa. Ni ile jamaa hujai muliko ukaambiwa tuleteeni hule saa ile ndio tunahitaji. So kwa hii shughuli ambayo inaendeleanga kuna kuanga ni mambo ya usodomi. Mimi ndakwambia leo ukweli. Hakunanga vitu ambao unasikianga. Hizi vitu unasikianga Illuminati. Vijana wanatokanga hapo wanaenda kujoin na Illuminati. Nothing like that. Hakuna kitu kama hiyo. Kwa sababu Illuminati ni vitu ambazo zina happen kwa wazungu. Na Illuminati ni familia fulani ambaye ni pole kwa kusema hii kwa sababu sio wengi wataelewa, lakini ndio the controller wa hii dunia ambaye wanakontrol dunia. Lakini sisi wa Afrika ama watu wa huku hutumia hiyo kitu kuweza kubrainwash maskini waweze kutambua kweli kuna kitu inaitwa Illuminati, but nothing like that in Africa. Ile kitu iko hapa kwetu ni kitu inaitwa Freemason, na hiyo ni ya wanasiasa. Lakini hii ya wasanii ni shughuli fulani ambayo inakuanga ya usodomi. So ukienda usodomaiziwe, kuna the power ambaye ama kuna gift ambaye Mungu anakuanga amekupatia for free. So ukienda usodomaiziwe uende kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, the power ambaye ulikuwa nao inakuondokea wewe. Ule jamaa anaanza kukuharvest, mwenye analala na wewe anaanza kukuharvest energy yako. Mbongeza kweli? Mbongeza. Nimeshika anashika. Si mambo ya mahubiri niko hapa. Ni mambo ya kuelefushana. Umeelewa?
So mimi hii kitu ndio iliweza kunisumbua kwa sababu nilikula hii pesa ya hawa watu na sikujua kwamba hii pesa iko na mambo. So niliweza kupigwa kitu inaitwa spiritual war, kufungiwa vitu zangu zote za media zikafungwa, nikatolewa kwa kitu inaitwa recommendation. Ni ile usahii ukiingia kwa simu yako unaweza ukapata video ya Maasai na trend, hujamfollow nini, lakini umepatana na jamaa ana huyu usini fulani. So ninatolewa kwa hiyo kitu, inakuwa ule mtu peke yake mwenye ananijua kama wewe sasa hivi unanijua, nikikutumia link hapo tu ndio utanionea. So nikaanza kupigwa hiyo kitu. Na watu ni hatari kwa sababu wako na nguvu kama za kichawi hivi. Sijui kama unanielewa. So ukikatana na maneno yao huku nje vitu zako zinaanza kwenda vibaya. Unatolewa kitu ambayo inaitangwa naweza nikasema nini? Unatolewa kitu inaitwa ni gift ama ile wisdom, umeelewa? Ile kitu sijui kama ni kukubalika. Unatolewa hiyo kitu au kubaliki tena. Hata ukiongea mahali yote wewe ni kama kuguruma unaguruma. So after that unaona wasanii wengi wakishapita hizo hali, wakitoka huko na wakatana na hizo shughuli, wanakujanga hapa hivi wanaanza kukaa kama wenda wazimu kwa sababu wanapigwa in spiritual na wanapigwa physically. So mimi hizo ni shughuli nimepitia na till the time ambaye nilitaka kuuawa zaidi ya mara 3 bro. Ni kuattempt kuuawa. Ili siku moja nisiwahi kama hapo nikaweza kuelezea story kama hii. Nisiweze kuja kusema ukweli ambaye inaendeleanga kwa sababu unaona hata vijana wetu ambaye ni wa hizi clan zetu. Wengi sana wako kwa hizo shughuli. Gerald Maasai. Yep. Kaza ninye video bana the last year nikisema about our nini yetu ya maa. Gerald Maasai sai nadi Freemason. Me Freemason. Nadi hivyo zina wanaita Illuminati lakini mimi Illuminati. Mimi naita kichinjio. Nikumole. Wasanii wameingizwa. Sio kuingizwa. Na wako mpaka saa hii. Kina nani hawa? Kuna jamaa mmoja alishai nitafuta. Wakati tuliintroduciwa kwa hii shughuli ambaye ni anafanya kwa host kwa radio ya Wamasai. Kijana amenyoa kama mimi. Kijana mweupe. Si mweupe sana. Anaitwa Mr. Sijasema kwa ndani lakini ashai nitafuta. Akakwambiaje? Alikuwa anataka tupige shughuli fulani ambayo tulikuwa inaendeleanga kwa hizo media na mimi nikakatana na hizo shughuli. Hiyo ya kusodomaiziwa? Point hiyo ndio ilikuwa point. Hiyo ndio ilikuwa point upande. Nadhani ilikuwa point upande wake. Lakini mimi nikaona hapana. Mimi niliamua kusimama nikuwa mimi kama Maasai Rungu na nikasema siwezi nikasodomaiziwa kwa ajili ya jina. Na siwezi nikakubali labda niumize mtu wa nyumbani ama niumize mtu yote kwa ajili ya jina. Nikashi afadhali tu hiyo jina ikae na maisha yangu ibaki kwa imesimama. Na ndio maana mpaka wa leo mimi nachukia mambo ya usodomi sana. Sasa alikuwa anakutafuta muende mfanye hiyo kazi? Alikuwa ananitafuta introduction. Unajua vitu huwezi letewa tu direct uambiwe Mr. Sangida kuna maana nataka twende tukasodomaizie. Huwezi ambia mtu hivyo. Inaanza kukuintroduce kwa ile kazi ambayo inafanya pole pole na kuvuruta. So the moment naendelea kukuvuruta unajipata uko ndani. So akakwambiaje? Tulimit, hata si aliniambiaje tulimit. Mlimit na yeye? Tulishamit vizuri. Na tukamit mahali panaitwa hapa All Sops. Kuna beza aliniita hapo. Tukaenda tukamit na yeye tukakaa chini tukaongea lakini juu Mungu amenipatia wisdom niliona mbali. Sasa wakakuita mkamit. Tukamit. Tukaongea akanielezea mambo one on one. Hivi mimi na wewe venye tumekaa. Ananijua vizuri sana. Hayo lole. Tukakaa akanielezea na nikaona hiyo ndio njia ambaye huyu jamaa nataka tuelekee. So mimi biashara yake nikafanya nini? Nikaifanya. Alikuwa sasa anakuambia mfanye nini? Huyu jamaa cut story short. Hapa Nairobi. Mimi ni Nairobi peke yake. Kuna town mingi sana. Kuna vilabu ambazo zinakuanga za wanaume. Ambazo wanaume wanaendanga huko kwenda kuibia star zao, kwenda kusodomaiziwa. Mkienda kwa hizo hoteli ziko kila places. Na kanisa kuna watu wanatoka nje kama wazungu ama Waarabu wanakuja huko. So wewe unaintroduciwa kwa Mwarabu mmoja ama mzungu mmoja. Unakuwa kama bibi yake. Umeelewa vizuri? So ukiwa kama bibi yake, mwenye alikupeleka yeye ndio anajua ni nini ana gain. Na wewe sasa nimepatana na huyu mtu ni bilionea ama ni milionea. So mimi nikipatana naye nakuwa kama kabibi kake. So huyu jamaa atanifanyia kila kitu ambaye mimi nataka.
Kama ni upande wa production ambayo mimi nafanya, kama ni wimbo ama ni comedy, pesa zitatoka kwake, hii shughuli iweze kuendelea. Kama ni management, ameona sina management, ananitafutia best management na anailipa, lakini inakuwa na masharti ambayo nitaweza kufuata ndio aweze kunifanyia hii kazi ambayo ananifanyia. Na hii vitu ambayo tunafanya ifai itoke baina yangu mimi na yeye, ama nikuje hapa nje niongee. Umenielewa? Kwa sababu hizi vitu zinafanywa na watu wakubwa. Hizi vitu zinafanywa na watu hata wako kwa gava, kwa serikali. So ukipeleka huko ndani ufai kutoka huko nje ukuje uongee. Unanyamazia huko na unapiga shughuli zako. So mimi hizo ndio shughuli ambazo ninajua zina happening kwa vijana wengi sana. Kuna vijana wengine wengi sana. Si mimi naweza sema 75% ya usanii ambao unaona kwa hii nchi yetu ya Wamasai amo idoligyo na yo Wells mwenye liolo na isikue mko na personal differences. Asina, mimi hata sinanga, ukiangalia mimi sinanga hata miti na watu wetu wao wetu sana. Yes. Acha nikurudishe nyuma kidogo. In 2023 2021 nikaenda kuisha kwa sababu ndo niliintroduciwa. Nikakataa. Wewe unajua maana ya mimi kuintroduciwa ilikuwa ni gani? Mimi nilikuwa naintroduciwa kwa hii shughuli ili niweze kuvutia Wamasai wenzetu. Hapa ndio nitakufunza na utaelewa kwa haraka. Niweze kuvutia Wamasai wenzetu kama kuwa ambassador kama saa hii vile ninapiga shughuli, ninaonekana Masai Rungu kwa mahali fulani, Masai Rungu kwa mahali fulani. So utapata watoto wengine ama vijana wengine ambao ni comedian kwa hii clan yetu wataanza kuwa na ile tamaa ya kusema kama huyu ni Masai anapepea hivi, kama huyu ni Masai anafanya hivi, hata mimi nitafanya nini? Hata mimi nitaenda mbali. So hiyo ambayo nilikuwa naintroduciwa mimi nitulie sana mambo ya Wamasai niweze kuvuruka. So wewe ama hadi kagwa Masai kolo amu umeshatuambia Kimburu biga na biashara. Although tuwezi kuconfirm kwa sababu lakini wewe umesema hata tulikaa tukaongea. Hakukuja indirect kwa sababu hakukuja indirect, nimekwambia mtu hawezi kupata indirect. Yes. Lakini mwisho ukikaa ufikiria na akili yako, hii ndio shughuli wewe inaendelea. Wacha nikupatie jamaa mmoja ambaye utafunguka akili. So hiyo time ambayo niliintroduciwa nikakataa nikatoroka, waliweza kutafuta another Masai. Kuna jamaa alitafutwa Masai. Akaintroduciwa kwa hii shughuli. Na akaanza kudress vitu za wanawake za Kimasai. Ambaye ni wa kunitoa mimi kwa face ambaye ni ya Wamasai. So aliweza kuintroduciwa kwa hii shughuli ili aendelee inaitangwa aje jinsi kusoma aweze kufanya tuweze kuvutia. Na hata huyu jamaa ambaye anakuanga kwa Wamasai, kuna jamaa huvaa nguo za Wamasai za wanawake, hufanya mambo ya urembo sana. Na the moment utajipata umeintroduciwa kwa hii shughuli, kuna kitu unafanyiangwa. Na hii kitu energy yako ama nguvu yako ikikosa kupelekana nayo, unaweza ukakufa kwa haraka ama ugonjeke tena kwa muda mrefu sana ama uko weak tena mbaya sana. Na wakati huyu jamaa wangu aliintroduciwa, alienda akagonjeka wakati mmoja. Nani huyu? Kuna jamaa anaitwa Coin Kores. Sinanga mimi anything na Coin. But the truth, afadhali tuongee ukweli. Akaintroduciwa kwa hii shughuli. So kuintroduciwa, kwa hiyo mimi nikiulizwa nanga talent ambayo ako nayo. Na si ati niko na vita na yeye. Content ile utasema Sangida anapiganga content fulani ni mkali sana. Kwa hiyo ni gani? So aliletwa tu ile atufunike. Umenielewa vizuri? Na unajuana na Coin? Mimi hatujuani personal. Na ulijuaje yeye ndiye ameletwa kwa nini? Nilijua kwa sababu najua hii industry go. I know the industry. Na najua so ndiye aliletwa ku replace. Aliletwa ni replace. Na jamaa kan replace. Hata kuna time nilirudi mkasikia aligonjekanga, akuwa na mama mwingine mzungu. Unaweza kumbuka hiyo time? Na sina ubaya, mimi sina ugomvi na Coin hata kidogo. Hiyo ugonjwa ilikuwa ukweli. Hiyo ugonjwa ambao unasikianga wasanii wanagonjeka, na sio huyo, ni wenye stage wengi, lakini wengi wanajulikana washaipita. Ukipata mtu na waimbaji kuna mmoja unajua ushatuambia wasanii fulani unajua for the purpose of my security ninasababisha nisiende. No, kama kuna msanii mmoja tu wa kuimba naweza nikasema kuna hawa vijana wetu wa Masai, sitataja mtu lakini nitakueleza kuna hawa wasichana vijana wetu utaona wa Kimasai mara mingi ni waimbaji wazuri tena sana lakini utaona mtu anakatabia kama ka urembo hivi ya wasichana hivi. Those guys wako huko ndani. Kuna jamaa mmoja ako pale Narok
anafanya studio kubwa sana hapo Narok town. Huyo jamaa mimi niko sure ni kitu nishaioneshwa. Tuna mwingine jamaa wetu Masai mzuri tena sana. Akianza uimbaji tulikuwa tumemkubali tena sana. Na alishaifanywa mchango kubwa tena sana. Umenielewa? So wako huko ndani. Kwa sababu gani sitaki kutaja majina direct kwa watu? Kwa sababu ya security yangu. Lakini hao wengine umewataja? Hani nimewataja kwa sababu ninawajua. Kwa hivyo hao hawajui? Si eti siwajui. Yaani ninajua mtu na ashaiingia mahali kuniataa kama kunielezea. Ndio nasema mbona nimetaja hawa jamaa, nimetaja mtu anaitwa kwa sababu nimekutana na Kwa nini nimetaja Coin? Kwa sababu Coin yeye niko 100% sure. Ambaye ni mtu aliintroduce kwa hii shughuli ili kunireplace. Unanielewa? Yes. So that's why nikawataja. So amari hii shughuli mtu analipwa aje? Wacha nikutajie msanii ashaikufa. Unaweza kumbuka msanii alikuwa anaitwa Papa Dennis. Damu vizuri Papa Dennis. Papa Dennis alikuwa kwa hii shughuli. Wacha nikupe for example na huyo kwa sababu huyo ni marehemu. Ukiingia huku nimepatana na Sangida. Nimekwambia kuna power fulani ambayo sisi kila binadamu wako nayo. Na wakati unaenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, the energy ambayo Mungu alikupatia inakuwa weak. Unaanza kukua ni kama umefanya vibaya kukasirisha Mwenyezi Mungu. So the power ambayo uko nayo inakuwa weak. Unanielewa vizuri? Alafu mtu mwenye anafanya hizi shughuli kuna yeye vitendo ambaye anafanya, the energy ama ile nguvu yeye anaivuruta. Inaweza kumsaidia upande wa biashara, inaweza kumsaidia upande wa power, inaweza kumsaidia hata kusikikana. Mfano, ushasikia mtu amepelekana kwa waganga? Si ni ukweli? Ukipelekwa kwa waganga, mtu anapelekanga kwenda kufunikiwa nyota yake. Huku hawafuniki, huku wanaichukua. Wakishaichukua wanakuwa activated hao wenyewe. Ndio unaona hata sasa hivi wanasiasa. Sasa hivi ukiingia kwa mtandao kuna jamaa fulani mwanasiasa sasa hivi shughuli yake ndio inaendelea, watu wanamuongelea sana kuhusiana na hii shughuli ambayo ni ya kulala na vijana, na pia kuna mtu ambaye analala na yeye. So hizi shughuli kwa tuseme sisi ambaye tuko chini ama sisi watu wa chini kabisa hatuwezi tukaelewa, tunaona kama ni vitu bure ama ni vitu ambazo hazina maana. Sijui kama unanielewa. Lakini tukikuja the other side ni vitu ambazo ziko na power mingi tena sana. Sijui kama unanielewa. So ukipelekwa huko hiyo power yako ndio unauza, na ndio maana unasikianga wasanii wanasema tuliuza soul yetu. Nilienda kwa mashetani nikauza soul yangu. Soul yangu ni kuweza hiyo kusodomaiziwa, and wewe mwenyewe unakaa kwa akili yako unajua nimemkashifu Mwenyezi Mungu. So hiyo makosa kwa akili yako kabisa unajua hii kitu siwezi nikasamehewa, na ushaweka kwa akili. Unajua tunaambiango makosa mbaya ni ile unafanya ukijua umefanya makosa. Si ni kweli? Nako hivyo ndio wasee wanafanyanga nini? Wanauza soul zao na wanapatiwa pesa. Deona ambaye analala na wewe anakupatia pesa. Till the day atakuja kuchoka na wewe. Ile siku ambaye atachoka na wewe atakuacha hapo hapo. Na ndio maana unaona wasanii wengi wanakujanga mwanzo wanakuwa successful sana. Ikienda ifike time fulani ule mtu anaanguka mara moja pa. Mara mingi wanakuanga wamewachwa ama yeye akatoroka akaachana na hii shughuli. Kwa sababu wakati unaenda kufanywa kitu inaitwa sodomization, afya yako huanza inakaa kama inadhoroteka. Umeelewa vizuri? Na ndio maana unaona wasanii wengi sana hapa hivi utapata mtu ana jina kubwa, ana pesa mingi, lakini maisha yake, body yake haichange. Sio kama unanielewa. Kala itachange ya mwili. Kala inabadilika vizuri kabisa, atakuwa mweupe akweni, lakini ukimwangalia afya yake unajiuliza kwa nini huyu mtu hii pesa kwani imsaidie ama hii pesa imfanyie kitu fulani. So hiyo pesa ambayo amepatiwa ana mawazo mingi, hana time ya kukula imsaidie, kwa sababu sisi tunakuanga na ile tamaa, pesa inakuanga na tamaa ile leo nimeshika, leo sina pesa, lakini ikishaingia kwa mkono unajua ile tamaa inaisha. So mara mingi hivyo ndio inafanyikanga. Unapata kijana amechanganyikiwa, nataka hizi pesa, nataka hizi pesa, nataka hizi pesa, nataka hizi pesa. Akienda kupata hizi pesa azishike na mkono, umuhimu wa ile pesa inamuishia, kwa sababu hii pesa ambayo umepatiwa kuna masharti unapewa. Unaonanga wasanii wengi, kama utakuwa msanii wa kuimba, umeenda umepatiwa hizi pesa. Hii pesa umepatiwa hii pesa. Ujue
haikusaidii na maendeleo yako kwa sababu umeambiwa hii pesa usioe. Kwa wengine wataambiwa waoe, lakini unaoa mwanamke mzee kukuliko ambaye atakuwa anakupatia wewe masharti. Wengine wanaambiwa usikuwe na bibi ama usikuwe na anybody. Umenielewa? Unakaa hivyo. Ukioa fanyanga au ukishapewa hii pesa imbanga, lakini kuwa na hii kitu fulani ambayo utakuwa unafanya. Kitu ambaye mfano tuseme mimi naweza kuwa mwimbaji wa gospel mfano. Lakini utaniona sometimes, wacha tu nikupe mfano na vitu tunaona hapa kwa kawaida tu kwa media. Watu wachukulie kama ni kawaida. Utaniona navaa labda naweza toa uchi wangu, nionyeshe watu uchi wangu, ama nichukue nguo za wanawake nivae ndani, alafu nivae hizo nguo. Yaani nifanye tu venye tu utaweza kutoa maneno mazito kutoka kwako. Kwa sababu life is spiritual bro. Eh. Yeah. Bro. Ai bana. Nimekutafuta for long. Leo nimefika. Aiwe dada. Leo sasa ikiuni jogore la ranya kumok celebrities kumok netii ana siai ya sodomy. Sodomy meeta oshi entoki naji Illuminati. Na ina rai haki. Kaata haki ole. We, unajua sometimes kukubali ukweli huwa ni hard. Kage wewe ulijaribu nianye jing? Nani nanuaje? Hujaingia? Mimi sijawahi ingia. Hujawahi sodomaiziwa? Sijawahi sodomaiziwa, na the person ambaye alitaka kunisodomize tulipigana karibu tuwane jela. Na nikachukia hiyo kitu na damu yangu yote. Mbona unamelea kucha wewe? Nani mimi? Hizi ni kukaa tu. Hizi kucha ni za nini? Hizi kucha. Nimelea tu hivyo. Na osi asani Lord Masai wako? Mimi naweza sema upande wa wanasiasa, hii mambo ya sodomy nataka watu waelewe, ndio kitu inapatia watu nguvu. Nguvu gani? Iko na power fulani bro. Lakini si power kilo linaishunye. Power inakuja inaisha, lakini mwenye kusimamia, kuna watu sasa aishi kwao. Ninapenda sana nirefushe hawa vijana wetu. Ndio hiyo kamera sasa tunataka kumaliza. Niwairefushe sana, kanyorole, na nataka watu waelewe. Amuge yurani ligi lungana kayere jamu. Kore nazo inaji Sodom. And that's why ilimentioniwa kwa Bible. Yes. Sababu ina maana yake. Kila kitu ukiona kwa kitabu iliwekwa kwa Bible, ina maana kubwa sana kwa hii maisha ambayo tunaishi. Nasikia Sodom. Amuge that is Sodom na ina happen. Kwa Mungu akituumba sisi, kuna the gift ambayo alitupatia, kuna power ambayo sisi tuko nayo, ambayo iko ndani yetu. Na alitupatia ambayo inatusaidia tunakuwa na wisdom wa kufikiria vitu mingi na kuweza kurekebisha mambo mengi sana kwa hii maisha ambayo tunaishi. Mongeza. Na wakati unajipata unatafuta hii usanii, hii usanii ambayo unaona hapa mbele. Hii usanii industry iko ndani ya hii shughuli. Sisi watu wa kawaida tunaita ni mambo ya shetani. Sisi watu wa kawaida ambaye sisi hatujui ni nini inaendelea, tunaita ni shughuli za shetani. But wacha nikufafanulie shughuli za shetani ni gani. Ukipelekwa huko ndani ni kitu kama kichawi, lakini si uchawi. Ushaiona umbwa ya kiume na ya ndume zikifanya mapenzi? Umbwa ya ndume na ndume zikifanya mapenzi, hauwezi ukapata. Hauwezi pata njogoo na njogoo zikifanya mapenzi. Kwa sababu hiyo ni kwenda opposite na kinyume na nature ya Mwenyezi Mungu. The makosa ambayo Mungu hawezi akakusamehea kwa hii dunia. Na mimi hiyo ni kitu ninajua ambayo haina msamaha, ni kusodomaiziwa na kumasturbate na kuua. Hizo vitu huwezi pata nazo wanyama wakifanya. You never. Masturbation, kuua na Sodom. Huwezi pata. Hauwezi pata. So sasa kuna hao wasanii wanakujua na wewe unawajua. Na mimi ninawajua. Waongeleshe ndio hawa sasa. So kama tunatafuta pesa, tujisukume na talent zetu. Nataka uongee na hii kamera. Tujisukume na talent zetu. Angalia hii kamera. Yes sir. Tujisukume na talent zetu. Tujisukume na zile vitu ambazo tunafanya nini? Tunafanya. Tuweze kujizoesha.
tuweze kujizoesha na kuelewa kwamba hizi vitu hazitoki karibu, zinatoka mbali tena sana. Na wakati tunajipata tumeanza hii kwa hizi shughuli za industry, hebu kama umeanza na shughuli ya kujipaka matope, ishi kwa hiyo shughuli ya kujipaka matope. Watu watakupendea huko na watakukubalia tu huko. Lakini the moment utakuja kupatana na watu ambaye watakuja kukuambia, Mr. Masai Rungu, uko na kazi mzuri sana ambayo inatupendeza sisi, uko na kazi ambayo tunaona utaenda mbali, hawa watu jua wanakuintroduce kwa mambo ya Sodom. Sijasema ni wote, lakini baadhi yao. So tukue keen tena sana. Na another thing ambaye mimi nitaambia watu ni to understand kwamba hii industry ama hii mambo hii yetu ya media iko under cult fulani ambayo iko under cult. Kama kuna watu wamekuwa last year but one wakifuatilia documentary fulani imekuwa ikifanyika upande wa Amerika, ni mfano tunapeana na hao. That industry ni kitu ambayo iko under cult fulani ambayo imekuwa ikihappen. Ambaye unaenda unauza your soul. Ukiuza your soul, usodomaiziwa, unatolewa the power uko nayo, unapatiwa pesa, unakuja unaendelea na shughuli yako hapa nje. Hizi pesa ambayo umepatiwa hazikusaidii wewe, hazisaidii familia yako, na uwezi ukajengea hata watu wengi. Wewe ni yako ya kukula raha peke yake. Na siku ile huyo mtu atakuja achoke na wewe, ni kukuua atakuua, ama ile kitu ya kutoka kwa macho ya watu, utoke kwa macho ya watu kabisa. So mimi nilikuwa tunataka kusema kitu ambayo imeniletea hapa ni raise this awareness ambayo ni spiritual. Tuelewe na tujue hao watu ambao tunaona wako successful kwa media, wengi wao, sijasema hakuna wahalali, na siongelei watu kama nyinyi ambao ni wakuhoja, ama tunaongelea wasanii. Jua sana ni watu wadogo sana wamejisimamia hivi. You just know that. Waimbaji wengi wamesimamiwa na hii cult fulani. Iko nyuma yao. Na ndio maana unaonanga sisi tukikuja tuendelee na kazi yetu kidogo tukisukuma, tunapata hatua ya kwenda nje, kwenda kufanyia hii mambo sasa nje. Mambo tulikuwa tunaenda upande wa UK, tunaenda Amerika. Siku hizi ukiona tu msanii amefanya mambo kidogo, unasikia ameenda Dubai, ameenda China. Jua huko ndio soko iko. China na Dubai. Ukiona msanii ameenda China ni biashara. Najua ni biashara. Maneno yako ya mwisho? Maneno yangu ya mwisho naweza nikasema ni asante tena sana kwanza kwa your platform kunipatia nafasi ya kukuja hapa kuongea ama kuelezea, kujaribu kufafanua ama kuweza kurejesha awareness. Na ningependa sana niambie watu ya kwamba kuna documentary ambayo nataka kuitoa, ambayo nataka kuirelease, inajiita Kichinjio. Hii Kichinjio nimeelezea mambo mingi sana pale ndani, kuweza kufafanua na kuweza kuelezea vijana wengi tena sana. Support ambayo ningetaka labda ni kutoka kwenyu, ni watu tu ni support kutoka kwa hii shughuli ya this Kichinjio, kufollow up na kuweza, kama una uwezo tu wote wa support, nitaweza peana namba yako. So my number ni 0741 665 606. My name is Joseph Muriaso Kuyo aka Masai Rungu. Wow, olengore le Sangida TV itoningo ko ta lomon le Muriaso Kuyo aka Masai Rungu. Lomon ta le nyana le lomele Sangida TV nenyo iwana witness. Ore lomon oino suana pipigi enkyo nito ninga jogo timba kumok na rejajo ore na industry usanii kera mba kumok. Kake gira ninye iko kingero ormasai ningo shiake nana tokitin. Etejo era ina toki naji sodomi nera intokitin kumok naimaka tiatua Sangida TV amu ikiyauno oshi yiok oltung'ani lolotu alimu ntokitin me yiok ojo nikincho ninye platform peelimu kake eninengo anja matomon Enkai oleng ore kulo omon ojito ninye ele kijana itodua ajo ata egira ninye ajo kiteru aaku ambassador lolikio nena tokitin. Iterua apa ninye maisha enye anaa vile nitoning'o egira apa ninye aas imbaa torrok omeeu ajeu. Siku hizi uko na familia? Mimi na familia. Yes. Nina mke. Yes. Na watoto wawili. Yes. Yes. Wow, kuna mke na watoto wawili. Na watoto wawili. Congratulations. Asante. Ore lelo omon ilo yie aiberber. Regira Sangida TV na kinjoya kiyo platform pinning. Kake ketii ntokitin naitureisho by the way. Ore lomon le Masai Rungu hayo ni maneno yake, si maneno ya Sangida TV, lakini tunaleta mtu anakuja kujieleza na kujisema. Kweli kabisa. Bro, tumeshukuru. Asante. Wow, kitu kia dua tayari shatapa ukiolonge Jumatano, Jumanne, Jumatano, Jumamosi, sareka kidogo karibu nirudi nyuma. Kiyagi ye oltung'ani lioni ninge ngati nyenye. Wow. Ore iltung'anak le diaspora kitii ake oleng le Masai Rungu akuja te hadithi. Ngero ormaasai
itoningo ajo keesa kuna tokitin mijingijingi ake nena tokitin amu nitoningo ajo iltung'anak likiya ilchoreta linonok likipik nena tokitin mijing ake amu ore ninye Enkai eikarsis Mungu ni tajiri sana karsis Enkai oleng meeta entoki nemeeta Enkai kake ore oshi enkishon Enkai naa keyang'iyang'unye haikuji kwa haraka amu itoningo anaa enalijo Maasai rungu ile inakuja kwa dakika kidogo tu ama miaka kidogo inaisha na inaisha kwa njia mbaya tena sana hata inaisha wengi wetu imeisha na maisha zetu kaitoki ariku Sangida TV nitafute watu umetaja nikileta Sangida TV utawaface one on one kagu alenga ndago yeah. Wacha nikwambie kitu moja. Kama kuna kitu mimi naogopa maisha yangu yote. Yes. Engai. Mimi naogopa Mungu sana na naogopa kumkosea sana. Na mayo shina no Mungu. Amuzo ho shi Mungu wala. Nasema sio msoro. Azeba. Na uende ikawa leo hii aiwe dhaa weme gweji. Ni vile sisikii vizuri. Nadhani ukiniangalia kawa nina maumivu ndani yangu kidogo. Manimido jodi marasi dai dhole. Lakini ninaomba Mungu tena sana. Kama next time inaweza kupatikana nikuje hapa nilikuwa nimeshiba vizuri. Nitakulete. Wewe ukikuwa tu sawa kuja Sangida TV. So na kuna kitu kingine nilikuwa nataka kukumbusha vijana wetu wa Maasai. Yes. Meji maror Maasani lakini hao wana na nuo link tataono link. Yes. Kulikuwa mtoto. Wewe ni Bontao. Bontao kutoka 9 years. Yes. Kutoka kwa Boma nilikuwa 9 years. So town leo nimekuwa town lakini kanyoro shina nuru Maasai la. Na akawa kwa studio. Na hiyo bana change in mind ya wasanii wetu hii nyumba yetu wasijipate huko. Hapo nimekuambia kitu ilifanya nikachukia mambo ya Sodom. Ni ile dhuluma nilipitia nikuwa jela. Kupigwa, kuteswa na kufanyiwa vitu zako na nikaelewa maana ya Sodom ni nini. So huwa mayoshi yani kaiboshi na nunda na dol ngara wakijipata kwa hii shughuli ama wakijipata wakuwa wamejiingiza kwa hii maneno. Amu hiyo ni kumkosea Mwenyezi Mungu. Na wakati utasimama na Mwenyezi Mungu utakuwa tu sawa. The thing ambayo mimi nimesababisha nimekuwa kwa hii hangi nimepigwa for 4 good years bro. Situliangi mahali pamoja. Ni mbaya. Ni mbaya. Ni mbaya? Ni mbaya. Utarudi Sangida TV. Ndio kiadua. Tiatwa Sangida TV. Na ichole.